Tukirudi nyuma katika darasa lililokuwa limepita hapo nyuma, Bwana Juma, nafikiri juzi ulikuwepo. Nilizungumzia swala la mvuto na utaratibu wake ambao unatakiwa kufanya ili uweze kumvuta unayemkusudia. Huo ni mvuto mzuri. Huo mvuto hauna shida wala hauna ucheleweshaji. Utakuwa umelifanya ndani ya wakati wake, basi yule mkusudia kumvuta atakuja tu haraka, tena kwa amani iliyokuwa njema. Sasa cha kuongezea leo hicho na maana ule mzizi ambao nimekuambia ule, utauchukua huo mzizi, utautwanga. Unahitajika hapo uweze kupata unga. Utakapokuwa umepata unga tayari, utauchukua kwenye kiganja chako cha mkono wa kulia. Utatia nia zako ambazo ni za kumhitaji huyo unayetaka kumvuta. Baada ya kutia hizo nia, utamlisha njiwa. Kama ni wa kike, utaanza kumlisha njiwa wa kike, kisha utamlisha na njiwa wa kiume. Kama ni wa kiume, utaanza kumlisha njiwa wa kiume, kisha utamlisha njiwa wa kike. Ukishafanya hivyo, huo unga tena kiasi utauweka, utachukua moto wako wa kitezo. Baada ya kuchukua moto wako wa kitezo ule, utachukua hiyo dawa, utaiweka katika moto pale. Utapatikana moshi. Afu unachukua wale njiwa, wanakuwa unawaweka wapate ule moshi maana yake. Halafu unawaagiza wakuvutie huyo unayemkusudia. Ukishamaliza kutia hizo nia, hao njiwa utawaachia. Hapo hazipiti siku 3 wala 4. Wewe unamkusudia atarudi na kama alikuwa kutafuti kwenye simu atakutafuta. Na kama ulikuwa ukimpigia simu hapokei, atapokea baada ya kumpigia. Ni jambo zuri, lakini sijalifundisha ili ukatende uovu. Katende yaliyokuwa ndani ya sheria. Tusitiane matatizoni kwa Mwenyezi Mungu. Alamu ya alamu.